Bwana Yesu asifiwe. Ni Jumapili nzuri Mungu aliyofanya. Mungu anachotaka katika kanisa la siku za mwisho ni hichi. Anataka tufundishe neno alafu tuzidemonstrate na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu pia anachotaka kwa Mkristo wa siku za mwisho, anataka pia maisha yako yaishi utakatifu alafu yazidemonstrate nguvu za huo utakatifu. Popote penye purity, umo ndani ya hiyo purity there is power. If there is purity, there is power. Kwa hiyo utakapoishi utakatifu, utazialika nguvu za Mungu kuishi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mkristo, usikubali kuishi sehemu ambayo nguvu za Mungu hazionekani katika maisha yako. Hakikisha katika siku 7 za wiki kuna sehemu ya maisha yako linatokea jambo ambalo mindset yako haikulifanya, limefanywa beyond mindset. It is the power of God. Nguvu za Mungu zitakuepusha na kukutofautisha. Nguvu za Mungu zitaku-isolate ili zimtukuze yule Mungu. Kwa hiyo unapomwishi Mungu, huyo Mungu haishi tu katika maneno. Ndio maana Mtume Paulo akasema, injili niliyoitiwa sio kuhubiri tu maneno ya hekima, bali kudemonstrate nguvu za Mungu. Maana yake katika kanisa la Efeso, mitume walizidemonstrate nguvu za Mungu. Leo kwa nini tunaona kila siku hili limeniumiza sana, hili limeniliza? Ni kwa sababu nguvu za Mungu hazipo duniani. Nguvu za Mungu hazipo kwenye kanisa. Rafiki yako unafanya naye kazi anakufa, ndugu yako anakufa, labda vitu vinaharibika, hata unavyovifuga vinaharibika karibu na wewe. Kwa sababu gani? Labda Bwana Yesu apewe sifa. Maybe you did not see. Watakatifu, karama inafanya kazi kwa kadiri ya nguvu. Narudia, karama iliyo ndani yako inafanya kazi kwa kadiri ya nguvu. Kwa hiyo karama inaweza kuwepo, lakini kadiri ya nguvu isiruhusu karama kufanya kazi. Somo ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Somo ni imani, na Mungu anataka ukaondoke kwenye ibada ukiwa unalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani katika ulimwengu wa roho. Maana yake imani yako ikaongezeke. Imani inapoongezeka, nguvu zinaongezeka kutenda kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Umeme unaotoka kwenye nguzo na unaoingia ndani ya nyumba unapata access ya kutumika kupitia switch inayowashwa. Umeme hautumiki wote unaotoka kwenye nguzo. Unaotumika ni ule ambao unapata access. Kwa hiyo unapowasha jiko la umeme, umeme kutoka kwenye nguzo kuingia kwenye mita kuja kwenye waya za ndani kwa kupitia access ulioachilia wewe kwa kuwasha switch on. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaofanya kazi. Kule koridoni na chumbani unapozima, najua Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tunaishi kwa budget, unajua. Ukikaa sebleni vyumbani unazima. Ukikaa vyumbani sebleni unazima. Sebleni akibaki mtoto peke yake unazima. Unaambia kaa hivyo na TV na giza. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hiyo michezo unayochezesha hiyo nyumbani kwako ndio nguvu inayofanya kazi ya umeme. Kwa hiyo nguvu za Mungu ndani ya mtu zinafanya kazi sehemu zilizopewa access. Na access ya kwanza, the central processing unit of the power of God inside a man is the heart. Sehemu ambayo nguvu za Mungu zinakaa katika moyo wa mwanadamu, ya kwanza ili zipate access mwili mzima ni moyoni mwako. Nguvu za Mungu zikikosa access moyoni mwako, zimekosa access mwilini mwako, kwenye roho yako na kwenye nafsi yako. Kwa hiyo ili nguvu za Roho Mtakatifu zipate access, zinatafuta kwanza kukaa kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Shetani hana shida mtu akipata nguvu za Mungu kanisani kama anajua ana moyo wa huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema shetani hana shida kwa sababu nguvu za Mungu zinapokuja juu ya mtu aliyeokoka, kwanza zinatua kwenye kichwa chake. Mtumishi wa Mungu Daudi katika Zaburi ya 23 mstari wa 5 anasema, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Anatuonyesha nguvu za Mungu zinaanza kukaa kichwani zikiwa zinautafuta moyo ambao moyo uko disturbed. Kwa hiyo unashangaa unapokea nguvu lakini hautunzi. Shida yetu sio kupokea. Shida yetu ni kutunza tulichokipokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa, unanielewa? Multiplication is an art. If you are writing, multiplication, nguvu ya kuzidisha ulichokipata. Sasa art ni sanaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You need the grace of God to multiply what is in your life.
tunaweza wote tukapata milioni moja. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini baada ya miezi 6 hiyo, ile milioni kwa watu wawili ikawa imefanya vitu tofauti. Kwa mwingine imemzidishia matatizo, kwa mwingine imemlipia madeni na imemultiply. Maana yake mmoja ana art of multiplication. Hata nguvu ya Mungu inaposhuka juu ya mtu inasubiria discipline ili multiply. Nguvu ya Mungu iliyo ndani yako inasubiria nidhamu binafsi, nidhamu ambayo itakuamsha usiku kuomba, nidhamu ambayo itakufanya usikae na baadhi ya watu, nidhamu itakayokufanya usiongee baadhi ya maongezi, ili ile nguvu imultiply. Injili inaeleweka? Kanisa, injili inaeleweka? Unapata kweli cha kuandika leo? Bwana Yesu asifiwe. Unapata cha kuandika mtakatifu? Maana yake ukitoka kwenye ibada utaenda kumultiply hiyo nguvu, utatengeneza mazingira. Watakatifu iko hivi, Mungu akikwambia uombe, hata kama anachokutuma ni tofauti na unachokitaka, majibu yatatokana na ulivyomtii. Majibu yatatokana na nguvu itakayotenda kazi ndani yako. Wewe binafsi ukiwa unataka kazi, alafu Mungu akakwambia uombee, kwa mfano uombee mjane. Wakati unamwombea mjane, kibinadamu mawazo yako lazima yawaze kazi uliomuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mtume Paulo alituambia, ninenapo kwa lugha akili zangu hazina matunda. Maana yake anajua unaponena kwa lugha ni ngumu kutiisha akili. Akili itabaki na mawazo mengine, lakini moyo utamwendea Mungu kunena kwa lugha. Maana yake when we speak in tongues or when we pray, we are applying faith. But our mind will not stop the intellect process. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, mnaelewa? Siku chache zijazo tutakuwa tuna ibada humu ndani, wazungu nusu, waswahili nusu. Talazimika ibada ziwe za Kiingereza. Bwana Yesu apewe sifa. Wasukuma humu ndani watakuwa navaa zile translator, jamani. Amina. Wasukuma watavaa translator. Mchungaji yule ambaye unamuona kila siku, leo anaongea kilugha, mbona Telemundo unazielewa? Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu mliopo humu, Telemundo mnazielewa. Kwa kama tamthilia mnazielewa, na haya pia myaelewe, wokovu is a process, it's not a product. Nasema hivi, wokovu ni mchakato, nguvu za Mungu ni process. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa somo hili la imani, leo nitakwenda kwenye kipengele kinachoitwa ishara zinazoonyesha kwamba umetengwa ili utembee na nguvu za Mungu. Ama ishara zinazoonyesha kwamba umetengwa ili uwe wa tofauti. Nimefuatilia maisha ya mtu anaitwa Barack Obama. Kama kuna kijana wa Kimarekani ambaye hajachora tattoo, basi ana matatizo aidha ya akili ama ana shida zake binafsi. Lakini ukifuatilia maisha ya Obama hana tattoo. Bwana Yesu asifiwe. Na amekulia Marekani, hajakulia nje pale, amekulia Marekani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini cha ajabu sana, firstborn wake amezaliwa siku ya uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Marekani ni 4th of July. Mtoto wake wa kwanza mzaliwa 98, 4th of July. Sio kwamba hicho kitu alikipanga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina maisha yako yanajipanga, we mwenyewe unajua mimi ni wa tofauti. Watakatifu, kuna roho ama kuna nguvu ya Mungu inayomtengaga mtu na watu. Kuna nguvu ya Mungu ambayo ikishuka juu yako itakutofautisha na uliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu za Mungu zikija juu yako, unaweza ukajiuliza labda ni pepo ama ni roho ya kukataliwa. Wameshaenda watu wengi sana kanisani kuja, mtumishi nina roho ya kukataliwa. Nikimwangalia Mungu ananiambia sio roho ya kukataliwa. Biblia inasema nimetengwa toka tumboni kuwa nabii wa mataifa. Umetengwa toka tumboni, unaishi kimilionea hata kama una, because God is preparing you to provide for a nation. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuandaa ili ulishe taifa lake, ili ulishe watu wake. Lazima akufundishe, lazima akuandae, lazima akupiganie. Vita zako sio zako, vita zako ni za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Hii injili ya leo inaeleweka? Nipungie mkono kama unanielewa. Nipungie mkono kama unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna ishara natamani uzifahamu, ambazo hizo ishara zinamaanisha sio kwamba umekataliwa. Kuna ishara zikitokea kwenye maisha yako tunaanza kutafuta mchawi nani. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mimi watu hawapendi kukaa na mimi? Yaani nikikaa na watu najilazimisha. Nina roho ya kukataliwa. Unaanza kupuyanga kwenye madhabahu kuondoa roho ya kukataliwa. Kumbe upako ndio umekutenga.
Mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji alikuwa anakuja na kitu kipya kwenye ulimwengu. Nitake nikwambie kwa dini ya Kiebrania kuwazamisha watu kwenye maji alafu kusema kwamba unawafutia dhambi zao ni kosa. Dhambi ilikuwa inanyamazishwa kwa Torati kupitia damu ya mnyama. Huyu Yohana anakuja anasema kwamba nimetumwa niwabatize alafu ninawaandaa kwa ajili ya ajaye. Ni kosa. Kiebrania, kidini ya Judaism ni kosa. Kwa hiyo alihitaji nguvu ya zaidi. Kuna vitu vipya wewe unatakiwa kuja navyo kwenye maisha yako ambavyo kwa macho ya wanadamu ni makosa. Wewe kwenda kanisani siku ya leo, kuna watu hawakupenda. Wewe kuomba kwa lugha, kuna watu hawakupenda. Yohana Mbatizaji kuzamisha mpaka Mafarisayo kwenye maji, kuna watu hawakupenda. Kwa hiyo alihitaji isolation. Biblia inasema akakuwa katika nyika, akiongezeka nguvu, hekima na maarifa, akipendwa na Mungu na watu. Watu walimpenda, but he was isolated in Judea. Watu wanaweza wakawa wanakupenda, lakini wakati wako ukifika Mungu atakutenga. Kanisa, injili inaeleweka? Injili inaeleweka? Natamani ukajue kwamba hata mtoto uliye naye ni wa tofauti. Ukiona mtoto wako ana behave tofauti, ujue kabisa my child is a chosen child. Bwana Yesu asifiwe. Ukijiona wewe uko wa tofauti, isiwe sababu ya wewe kutafuta solution. Why? There is no, sometimes we are looking for solutions while we are the solutions. Tunatafuta majibu wakati sisi ndio majibu. Kutengwa kwetu, kuwekwa kwetu Judea hakumaanishi kwamba tumekataliwa. Tunaandaliwa a certain amount of power to baptize God. Bwana Yesu asifiwe. Yohana alikuwa anaandaa nguvu ili kumtambulisha Yesu kupitia ubatizo. Alivyomaliza kumbatiza, huduma yake ikaanza kufifia, ya Yesu ikakua. Maana yake Kristo alikuwa lazima azamishwe kwenye maji, na sisi tukizama kwenye maji ni kumbukizi ya kitu alichokifanya yeye. If I was you, I would be praying while I'm listening. Kwa sababu ninajua kabla hata sijamaliza, kuna watu watabatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Na ukishabatizwa kwa hiyo nguvu, anza kuishi ule uhalisia. Usishangae kuna mtu ufahamu wake ni tajiri, lakini mkono wake bado haujapata. Ni kwa sababu shetani anaona, when you are anointed, Satan sees you as a threat. Ukishapakwa mafuta, shetani anakuona tishio. Kwa hiyo kile ulichopakwa mafuta kwacho, atakuja na shambulio la kukifanana, la kukipinga. Ukipakwa mafuta kuwa kingdom financer, you will struggle with finances. Ukipakwa mafuta kuwa deliverer, utastruggle na mapepo. Ukipakwa mafuta ili kuwa mtu mwenye hekima, utastruggle sana na kuongea visivyo na maana. Mtumishi wa Mungu Isaya alipakwa mafuta kwenye mdomo ili kutengeneza gombo, kutengeneza sheria ya kipindi hicho ambacho manabii wengi wametembelea. Isaiah was a major prophet. Alichokiandika kina Obadia wamekikoti manabii wadogo, Zakaria, kina Hagai, walikuwa wanatembea kwenye guidelines za Isaya. Lakini kuanzia sura ya 1 mpaka ya 5 alivyokuwa anaviongelea, vilikuwa havitoki katika midomo safi. Anointing is not cheap. Bwana Yesu asifiwe. Upako sio mrahisi. Neema kutembea nao sio rahisi. Neema ikishuka juu yako, kwanza itakuletea watu karibu, alafu inapotaka kukua lazima itawafukuza watu. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Sijui kama unanielewa mtakatifu. Mzaituni ili utoe mafuta lazima ukamuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Perfume ili itoke kwenye chupa, ipakwe mwilini mwako, inukie vizuri, lazima uibonyeze. Bwana Yesu ape sifa. Na kuna hii nyingine inayotoa mawese. You must crush it so that the oil can flow. God must crush you so that your anointing can flow. Bwana Yesu asifiwe. God must crush you somewhere so that your anointing can flow. Wengi wetu tupo kama mzaituni ambao bado haujakamuliwa. Tukiguswa kidogo tunalalamika sana. Bwana Yesu ape sifa. Baba, kama vipi muinue mtu mwingine? Wewe angalia hata na maombi yako. Bwana Yesu ape sifa. Baba, nimepita kwa kipindi kirefu sana, nimekaa katika hii hali. Kama vipi muinue mwingine? Mungu hatainua mwingine na ataendelea kukubonyeza. Bwana Yesu ape sifa. Ataendelea wewe kukucrush
He will crush you until the anointing flows. I know sometimes you want to give up. I know sometimes unajiuliza, mbona wenzangu kwani mimi nikiamua kwenda hivi, ukiamua kwenda wewe ni hatari sana kwa sababu nyuma yako kuna mamilioni. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kipindi najua unachokaga kama mwanadamu. Unasema Mungu, nitapita hivi. Wewe usitutishe, nyuma yako kiko kuna generation, kupita hivi uwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, kupita hivi inakuwa rahisi sana. Kuna watu hawajabeba mtu, kuna watu wamejibeba wenyewe, hata wenyewe hawajajibeba. Kikitokea chochote anasema mimi ni kushoto na kulia. Mungu nisipomuelewa dakika mbili, nikimuelewa unakuwa kama nabii wa Baali. Bwana Yesu asifiwe. Nabii wa Baali alikuwa hamwamini hata Baali. Ndio maana hata Baali akaona nisiende nikagharimu maisha yangu kwa watu wasioniamini. Wao wanachotaka ni moto tu, sio atakayejibu. Ndio maana wamekubaliana na huyo. Mbona wakushauriana na mimi? Tungekaa tukashauriana kwenye ibada, ndio mngeniambia mjichanje nakuja. Lakini nyinyi mmekubali shauri la Elia. Elia mwenzako anajua kanuni iliyotamkwa na Musa kwamba katika dhabihu ya jioni pakiwa na mnyama safi, mtakapofanya ibada moto utashuka. Kwa hiyo kama moto utashuka, na Musa alishasema, Elia alikuwa anatembea kwenye kanuni. Ile kanuni aliyokuwa anatembea nayo isingemdisappoint. God can never disappoint you because of your principle. When you are living a certain principle, God will never disappoint you. Kwa hiyo Elia alichokifanya kipo katika principle ya Mungu, kikaruhusu principality wa mbinguni kufungua anga ili moto kushuka. Lakini manabii wa Baali wakakubali chochote. Unapokuwa tayari kwa lolote, Mungu afanye chochote. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kuna watu mwaka mpya wanaenda kanisani, si unajua? Wakitoka wanaenda msikitini, wakitoka wanaenda kwa mganga. Huo ni mwaka mpya. Saa 6 umeupokea kwenye kanisa. Saa 6 huko msikitini, saa 6:30 huko msikitini, saa 7 huko kwa mganga. Na mwaka unaanza, unaambia Mungu, yoyote atakayejibu wa kwanza, huyo naye. Nakwambia msikiti hautakujibu, kanisa halitakujibu, hata shetani mwenyewe hatakujibu. Bwana Yesu apewe sifa. God is good all the times. Mmeona watu ambao wamemuomba Mungu mtoto kwa muda mrefu alafu wakachoka, wakaenda kuomba kwa roho za baharini watoto. Umeona ushuhuda anaoishi yule mtoto. Bwana Yesu apewe sifa. Niipata shuhuda ya mtu ambaye alikosa mtoto miaka mingi sana, akaenda kwa mganga. Alipoenda kwa mganga akazaa mtoto, lakini yule mtoto akiwa mdogo alikuwa anakula kupita kiasi. Is a true story. Mtoto akawa anakula kupita kiasi, akawa anakula sana. Lakini siku yule mama alipogundua kwamba kula kwa mtoto wake sio kwa kawaida, akaenda kwenye maombi. Alipoenda kwenye maombi, mtumishi kule ni muonaji, akamwambia, mama, mbona umebeba nyoka? Mama, umebeba chatu? Anaambia, hapana, this is my child. Anasema, no, that is a snake. Walipoomba, the baby, it's a true story, the baby turned into a snake. Na yule mama akapata shida ya kichwa. Bwana Yesu apewe sifa. Akapata pressure, akapata shida ya kichwa mpaka macho yake yakawa affected. Kilichomuaffect nini? Lack of patience. Bwana Yesu apewe sifa. Lack of patience. Ukitaka kutembea na nguvu za Mungu katika kitu chochote, you will learn to wait. You will learn to be isolated. Kuna upweke jamani, sio upweke, ni upweke wa kukuandaa na Mungu. Na kama haujatengeneza kiwango cha mahusiano anachokitaka, hato kuruhusu uwe na watu mpaka utakapofikia kiwango cha mahusiano alichokitaka. Injili imeeleweka? Injili imeeleweka? Jamani, tukiwa na upweke wengi tunatafuta option nyingi sana, si ndio? Utashika simu, utashika TV, utaingia Netflix, utafanya vitu vingi kwa sababu ya huo upweke. Wakati unapambana na ule upweke, tafuta kujua kwamba upweke ni sababu za kibinadamu, ni sababu za kinyakati. Watakatifu, mtu aliye na nguvu za Mungu anaoperate kwa nyakati. Nguvu za Mungu zinaoperate kwa nyakati. Nyakati zako zikikaribia, the first sign that God wants to use you is isolation before consecration. Bwana Yesu asifiwe. He will isolate you before he starts making you, kabla hajaanza kukuvunja. Kwa hiyo kuna watu mpo mahali hapa, tumekusanyika kama kanisa, lakini kimaisha yako binafsi unajua umetengwa. Unajua kabisa kwamba sasa hizi nimetengwa. Alafu kuna mwingine tuko naye kwenye ibada, lakini yeye hajatengwa, sasa hizi anavunjwa.
Kuna mwingine pia tuko naye kwenye ibada, sasa hizi ndio anatolewa yale maganda baada ya kuvunjwa ili ile anointing iflow. Alafu kuna mwingine tuko naye hapa anointing yake ndio imeanza kuflow, anashangaa anasema oh my God, this is what I was praying for. Haya ndio nilikuwa naombea miaka 3 iliyopita. Maana yake tupo misimu tofauti tunasali kanisa moja. Tunaweza kukaa nyumba moja tukawa misimu tofauti. Kanisa, unanielewa? Au angalia wenzako, ukiwaangalia unaona kama hawapo. Bwana Yesu apewe sifa. Kama hawaelewi unachopitia. Yaani ukiwaangalia unaona kama na hapo hata kiburi kinaweza kikakuingia ukajiona kama wewe ndio sterling. Ukasema mimi napambana hivi, hawa hawaelewi. Wenzako kila wanapoenda wako wawili, wako watatu, wako pamoja, wanaenda huko, lakini wewe hata ukiongozana nao unajua I am alone. Bwana Yesu asifiwe. I am alone. Na kuna muda unakaa kwenye gari unasikia tu kusema asante Yesu. Asante Yesu. Unakata kono unasikia asante Yesu. Unaingia kwenye dadala unasema asante Yesu. Unashika bomba unasema asante Yesu. What am I building? What am I doing? Unatengeneza uhusiano. Unatengeneza nguvu ambayo itakufikisha kule Mungu anapotaka. Najua hichi kipindi wengi mnapitia. Pokea nguvu kwenye huo upweke kwa jina la Yesu. Pokea nguvu kwenye hicho kipindi cha upweke katika jina la Yesu. Ishara ya pili inaitwa kuwa misunderstood. Kutokueleweka. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya pili kwamba umetengwa na nguvu za Mungu zinakutengeneza ni kutokueleweka. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu kutokukuelewa. Na unapopita kipindi cha kutokueleweka, usitafute kueleweka, tafuta Mungu kukuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya pili ni kuwa misunderstood. Maana yake nguvu za Mungu zikisha kutenga, kitu ambacho zitakuwa zinakufanyia itasababisha watu wasikuelewe. Watu waliokuzunguka. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kipindi kabla sijaokoka nilikuwa nawekeaga watu mikono. Kabla sijaokoka nikikutana watu naekea mikono. Naekea mikono afu naambia nitakuja kuwa mchungaji mkubwa sana. Kuna siku rafiki yangu mmoja wa Kiaya akaniambia halafu huyu anaishi sana kwenye mambo ya kuzania. Neno dogo lakini lilinichoma sana. Huyu mambo yake ya kuzania. Sasa wewe used to aje kuwa mchungaji? Niliacha kuweka mikono kama wiki. Niliacha kabisa. Sasa mbona watu hanielewi? Mimi nasikia ndani nataka kuja kuwa mchungaji. Nikabadilisha hata kuvaa majinzi, nikaacha, nikaanza kuvaa maenu, nikaanza kuvaa suruali za kitambaa na pandisha mpaka kwenye kitovu. Lakini watu hawanielewi. Bwana Yesu apewe sifa. Sometimes I try to explain myself. Kuna siku nakumbuka tulikuwa tunakula kwenye sinia pamoja. Tulikuwa tunakaa chumba kimoja watu 5, watu 6. Bwana Yesu asifiwe. Chumba kimoja cha mtu mmoja ambacho leo peke yangu nikikaa sitoshi. Lakini tulikuwa tunakaa 6 na tulikuwa tunatosha na tuna mizigo huko ndani. Na katika ile nyumba tunayoishi, chumba chetu ndio kilikuwa kichafu kuliko vyote, kinaitwa Mgabe. Kwa nikiwa mule Mgabe, kuna siku nikakaa chini wakati tunakula, nikamwambia marafiki zangu, nikamwambia kuna siku nyinyi mtaniona kwenye TV. Mmoja alinifanyia kitendo ambacho sasa huu ni mwaka wa 10 na lakini sisahau. Alinisukuma na kiatu huko anacheka, akaniambia toka hapa wewe mbwa. Wewe una akili kweli? Katika watu wote waliokaa hapa wewe ndio tuje tukuone wewe kwenye TV. People of God, ukiwekewa nguvu za Mungu mapema, kuna vitu utaongea watu hawatakuelewa. Najua wewe unayenisikiliza sasa hizi kuna watu hawakuelewi. Ukiwaambia kwamba huu mwaka nitajenga, wakiangalia kwamba mwezi wa 6 umekaribia na kuambia watu kwamba utajenga, nimekumbushwa hichi kitu wiki nzima nije nikukumbushe kwamba Mei Mosi mwaka 2022 ndio tuliingia Kilongawima na ndani ya siku 40 tulikuwa tumemaliza kanisa. Kuna mtu humu ndani anaua upako na atamaliza ujenzi wake ndani ya hizo siku kwa jina la Yesu. Nilikuwa nangojea kukisema hichi kitu wiki nzima. Kuna mtu atatembea na hiyo grace kwamba anatoka chini mpaka kwenye linta. It doesn't matter. Sijasema utaingia ndani ya siku 40, lakini nasema utatoka from nothing to something in 40 days in Jesus name. Katika jina la Yesu. Usiende kujieleza kwa watu hawatakuelewa. Usiende kuambia watu nataka nijenge nyumba yangu itakuwa na madhabahu 7 sawa sawa na Isaya 11 mstari wa 2. Kila madhabahu iliyotajwa kwenye lile andiko itakuwa kwenye nyumba yangu. Watu wanakuambia na nywele zako hizo bandia, hebu tutolee jinga. Usijieleze sana ukiwa na nguvu za Mungu juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Wenye nguvu za Mungu juu yao hawajielezi sana. The more you explain yourself, the more you are misunderstood.
So stop explaining yourself and start acting. Maana imani inafanya kazi kwa kupitia matendo. Matendo yako yatajieleza. Haleluya. Hii injili inaeleweka? Nasema matendo yako yatajieleza. Kuna mtu huko hapa na amepata hiyo idea, kumbe nyumba inaweza kuwa na madhabahu 7. Nyumba ina madhabahu ya hekima, ina madhabahu ya uweza, ina madhabahu ya roho ya Bwana, ina madhabahu ya shauri, ina madhabahu zimekaa humo ndani 7, and they are powerful altars. Ukitaka shauri kutoka kwa Mungu unaingia kwenye madhabahu, the spirit of counsel rests upon you. Ukitaka nguvu za Mungu za lordship, leadership, unaenda kwenye madhabahu ya roho ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mtu mmoja nisomee Isaya 11. Leo ni siku ya tofauti sana. Mungu anataka demonstrate nguvu zake kwako binafsi. Isaya 11 mstari wa 2. Isaya 11 mstari wa 2. I know someone is being misunderstood. Yes, soma mtumishi. Na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Nyumba yako ikawe na hizo madhabahu 7 kwa jina la Yesu. Nasema maisha yako yakatembee na hizo roho 7 kwa jina la Yesu. Ukatembee na hekima, ukatembee na uweza, ukatembee na spirit of lordship. Popote utakapofika utajitambulisha, my God, I see the power of God. Ninasema popote utakapofika utajitambulisha. Nguvu za Mungu zitakuelezea kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Watu unapozidi kujieleza ndivyo wanavyozidi kutokukuelewa. Ninatamka kwa jina la Yesu, hautajieleza, utatenda, na utatenda na vitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza ni isolation, ya pili ni misunderstood. Kuwa misunderstood, hautaeleweka. Ndugu wanaweza wasikuelewe. Kwa nini mpaka leo haujaolewa? Kwa nini mpaka leo hujafanya hichi? Ndugu wanaweza wasielewe. Kwa nini wewe unakesha alafu mambo yako yaonekani kama ya kwao? Ndugu wanaweza wakasema, marafiki watasema, lakini nguvu za Mungu zikishuka juu yako wakati zinakutengeneza, hizo nguvu zitasababisha watu wasikuelewe. Yusufu alikuwa ni mtoto tu wa kawaida. Alipoota ndoto yake kasababisha kuwa misunderstood. Listen, nimeshawahi kufundisha madhabahuni nikakwambia you can be anointed through a dream. Yani unaota ndoto alafu unapakwa mafuta ndotoni. Alitiwa mafuta ndotoni ya kuitawala Misri. Akawaambia ndugu zake, nimewaona mmekuja kwangu kununua chakula, na mlipokuja kununua chakula mliniinamia. Akawaambia wote wakajitoa, akasema minus me, mimi siwezi nikakuinamia Yusufu. Maana yake from the very beginning he was misunderstood. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Musa alienda kuamulia ndugu zake wakati wanagombana. Alipokuwa anaamua ndio kazi aliyoitiwa. He was a judge unto the people of God. Lakini alipofika kuamua, he was misunderstood. Akaambiwa, leo hujaja kuamua, umekuja kuua kama jana. Unataka kuniua mimi kama yule Misri. Alipoongea hivyo, Musa huduma yake pale ikawa extended 40 years because he was misunderstood. Bwana Yesu asifiwe. Alishindwa kueleweka kwa miaka 40, akafika kukaa katika wilderness akijifunza. When they misunderstand you, isolate yourself in prayer. Umeelewa? When they misunderstand you, isolate yourself in the presence of God. Watu wengi sana hawatakuelewa. Mbona unafuata kanisa mbali? Mbona unafanya, unaambia imani yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Imani yangu. Kuna kipindi watu hata ndugu ambao ni wa karibu, they will not understand what is inside of you. Kipindi cha nyuma sana nilivyokuwa mhudumu kanisani, tulikuwa tunapewa vipkoti kama hizi reflector mnazozijua hizi za barabarani. Hizo reflector nyuma zimeandikwa majina na namba. Kuna siku tulienda Tatukavu kanisani, tukaomba sana. Baada ya kuomba, wahudumu tulikuwa haturuhusiwi kutoka na zile reflector kanisani. Unfortunately, wawili wakatoka nazo wakaingia nazo sokoni. Watu wakalipuka mapepo. Walipoingia na zile reflector sokoni, wamezivaa, ilikuwa soko liko karibu na kanisa. Walipoenda watu pale sokoni wakaanza kulipuka mapepo. Kilichosababisha watu kulipuka mapepo ni kitu gani? Zile koti zimetengwa. Wale watu kuna nuru wanatembea nayo, ambapo kama kuna giza karibu, vikikaribiana giza na nuru, lile giza litareact violently. Kwa hiyo mtu mwenye lile giza akionekana na sisi tunaoangalia kwa macho ya damu na nyama, tunasema amelipuka pepo. Amelipuka kwa sababu gani? Kwa sababu nuru imemkaribia.
Nuru imemsogelea. You can have a certain coat at home ambayo hiyo unajua kabisa hii ina nguvu za Mungu. Unaweza ukawa na mtoto nyumbani ukajua kabisa mtoto wangu, na watoto wengi, lakini huyu ana shida sana, wanamsumbua kwenye eneo lake la afya. Kwa nini mwanao anapitia kwenye changamoto za afya kila mara yeye? Kwa nini kila ukimwombea yeye mzigo unakuwa mzito? Ametengwa. Unapomwombea mtengwa sio kama unamwombea mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hata maombi tunayoombea watengwa hayaeleweki tukiwa tunaomba. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati tunawaombea waliotengwa, tunaomba maombi pia ya kujitenga. Tunatamka maneno ambayo ni ya tofauti kwa sababu ya vitu walivyovibeba wale watengwa. Wewe wakati mama yako anakulea, ulipochipuka wewe mwenyewe unajijua. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kuna wazazi wanawashangaa watoto, lakini ukipiga picha ulivyokuwa na umri wake, yeye ni afadhali. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni afadhali. Mnajijua humu mliokunywa mafuta ya taa, mnajijua. Bwana Yesu apewe sifa. Mlioingiza maharage masikioni, mnajijua. Mlioingiza punje za kunde kwenye pua zikaziba, mnajijua. Wanao hawajafika huko, wao wanachana tu nguo, wanafunga humu, wanaimba riziki yani ngenji. Unaambia wewe bwana mtundu sana. Sio mtundu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Miaka mingi sana ya nyuma niliingiza harage sikioni. Nilijua naliweza. Kwa nikawa nalingiza nalitoa. Nalingiza nalitoa. Ukafika muda bwana nalitoa alitoki. Sikio likaanza kuuma, ikabidi nipige ripoti. Nikamwambia jamani, naumwa sikio. Umefanyaje? Naumwa tu. Watu wakaniangalia sikio, wakaniangalia wakasema bwana sikio lina kitu ndani. Umeingiza nini? Nikasema hamna. Wakanipeleka hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Nikafika hospitali. Nilifika hospitali wakachukua sindano wakaipinda hivi wakaichomoa. Yule daktari mpaka leo ananikumbuka. Akiniona ananiambia, jamaa umekuwa mtu mzima, ulikuwa unanisumbua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nikatolewa, ilivyotolewa alivyowekwa mezani. Niko hapo na mama ndo anaangalia hivi ni harage. Ambia liliingiaje? Nikamwambia liliingilia usingizini. Liliingia usingizini, mimi sijui. Ulilala saa ngapi? Mbona tumeshinda leo ukulala? Sina majibu, tukarudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mzazi upo hapa unajijua. Bwana Yesu asifiwe. Upo hapa unajijua. Waangalie hao watu jinsi walivyo. Waombee wasije wakafika kwenye ile extreme uliofikaga wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka kuna kipindi ulikuwa ushikiki sasa. Kama sasa hizi wameanza kuchangamka, anza kupambana mapema wasifikie ile extreme uliofikiaga wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake utawaombea kama ulikuwa unafanya mambo ya mtengwa. Ulikuwa unafanya mambo ya mpakwa mafuta. Kuna namna hata shule ulikuwa ukikanyaga watu wanajua fulani kafika because there was something upon you. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kitu kikiwa juu yako kinajionyesha toka mapema. Ulivyokuwa shule unakumbuka sketi yako ilikuwa tofauti? Kama ni mkaka kiatu chako kilikuwa cha tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Ama kama ni shule ambayo ni lazima kuvaa soksi, wewe ulikuwa uvai. Leo mwanao soksi anaenda tena kwako saizi amekuwa bosi, unampeleka na basi, lakini soksi anaweka kwenye begi. Bwana Yesu asifiwe. Soksi anakuambia mama nitaenda kuvaa huko mbele ya safari. Hakuna. Muombee huyo mtengwa kama wewe ambavyo Mungu alikuwa anakuombea. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu mpaka leo yupo katika kiti cha kutuombea. Mpaka leo Yesu he's on duty. No matter who you are, there is someone somewhere praying for you. If there's no one praying for you, there is Jesus on the right hand of God praying for you. Jesus is an intercessor until today. Yesu yuko katika maombi mpaka leo. Ndivyo Biblia inavyosema kwamba Kristo akidumu kutuombea. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake mwenye mafuta lazima awe na mtu wa kumtegemeza. Mantles are made in prayer. Nasema upako unatengenezwa katika maombi. Upako Yesu aliyotembea nao miaka 3, Hana aliukalia katika maombi miaka 60. Alikuwa anaomba kwa ajili ya mtu asiyemjua. Na siku mtoto akaja hekaluni, soma Biblia, yeye akumbeba. Aliyembeba ni Simon. Akasema mtoto huyu atakuwa sababu ya kuinuka kwa wengi na kuanguka kwa wengi. Yeye akamwangalia tu akampitishia manto kwa macho. Ninatamka kwa jina la Yesu, someone somewhere is praying for a millionaire and that millionaire is in Yada. I speak in Jesus name. Let your fire come upon you now. Let your glory come upon you now. In the mighty name of Jesus. Moto wa Mungu ushuke juu yako. Kuna watu unakutana nao hata mara moja tu, kumbe kuna kitu wamekuletea kwenye maisha yako. Mnapishana kwambia binti, mbona uko hivi? Usifanye 1 2 3. Ambao mzee vipi naye? Lakini alipokushika ulisikia moyo unatetemeka. Aliachilia kile Mungu alichomtuma.
ikatua juu yako. Leo umekuja kanisani unaomba. Kuna watu mlipokuwa bado hamjaokoka, kuna watu walikuwa wanafuatilia mpaka unashangaa, hivi huyu mbona yuko hivi? Anikatii tamaa. Amekufuatilia. Alikuwa anakumiminia kitu chako kila siku. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa anaachilia kile Mungu amemtuma. Alikuwa anaachilia, and you misunderstood them, and now you are misunderstood. Bwana Yesu asifiwe. Amkumbuke marafiki zenu waliokuwa na suruali kubwa. Ana suruali yake kubwa kweli kweli na shati lake linapepea hivi. Anakufuatilia kila siku, anakuambia fulani okoka. Fulani okoka. Nikiwa sijaokoka kulikuwa kuna dada mmoja, tamani hata angekuwa anaangalia hii somo saizi. Alikuwa na mkono mmoja. Alikuwa anaenda kwenye semina za Mwakasege, anapanga viti mpaka sio kawaida. Huyo dada ana mkono mmoja, na kila akiniona pamoja na kutokuokoka kwangu, kilichokuwa kinanisikitisha, alikuwa apendi sana vijana wasiookoka, lakini akiniona ananishika mkono anambia, Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Mungu atakutumiaga. Nilikuwa sipendi kumuona. Bwana Yesu apewe sifa. Akitokea anavoniongelesha kama nilikuwa naongea mambo ya kidunia, napata aibu sana moyoni, kwa sababu ule mtumishi anakuja na mkono wake mmoja anakaa hivi, anambia Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Kila akiniona anambia Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Bwana Yesu huduma inaendelea. Alikuwa ananiuliza huduma inaendeleaje. Nikajikuta kuna mtumishi anakuja kufundisha pale tulipo, mimi nikawa namsafishia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Nasafisha madhabahu kutokana na lile swali. Huyo ananiuliza kuhusu huduma wakati mimi sina huduma. Mimi na mambo yangu mengi huko pembeni. Nikija humu ndani huyu mtu ananisalimia, mtumishi ubarikiwe. Nasikitika sana. Najua na wewe ulikuwa na mtu wa namna hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa kwenye miseli anatokea, anakuambia ulikuwa unaelekea wapi? Tunaweza kwenda kanisani. Unasikia hukumu ndani. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Ulikuwa uelewi hao watumishi kipindi kile. Sasa hizi na wewe ueleweki. Kaza. Usiache kumfuatilia huyo kaka. Usiache kumfuatilia huyo dada. Endelea kumwambia Mungu anampenda. Unazidi kumhukumu ndani. Kuna kipindi nilikuwa nikimwona dada anakuja kwenye corridor nakosa amani. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu alipoona nakosa amani akaacha kuongea. Akawa anaweka mkono hivi anafanya hivi. Aongei. Bwana Yesu apewe sifa. Anaambia anaenda kwenye semina Mwakasege kupanga viti. Nashindwa kumuuliza unapangaje viti na mkono mmoja? Nashindwa kumuuliza kwa nini unichoki? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini uchoki? Kahubiri watu wengine, akaacha na kunihubiri, akawa anafanya tu hiyo. Akifanya hivi na mimi nafanya hivi, nasikitika sana. Wametumwa sijui. Kila nitakapoenda kuishi lazima atatokea mtu wa hivyo. Kuna mwingine akatokea wa kiume, nimehama mkoa, akaenda Singida, nilikuwa nakaa Singida, akaja wa kiume akaniambia mimi sipendi kukaa na watu ambao hawamchi Mungu. Lakini wewe kuna siku utamcha Mungu. Kule napokaa kuna mwingine ana mapengo. Na yeye ananiambia kuna siku nitamcha Mungu. Nilikuwa siwaelewi. Huyu ananiambia nitamcha Mungu, yule ananiambia nitamcha Mungu. Mpaka nikaja kumcha Mungu. Mtakatifu nisikilize. Kuna watu walikuwa wewe ulikuwa uwaelewi. Sasa hizi na wewe kuna watu hawakuelewi. Wewe usikate sasa tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa, endelea mpaka kuna siku watakuja watakuelewa. Nataka nikwambie upako Mungu akiwachilia ndani yako, kwanza anaachilia ule upako peke yake ili ule upako ukusaidie wewe kwanza. Upako sio kusaidia wewe, huwezi kumsaidia mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Usigive up kwa huyo mtoto. Sasa hizi anza kukanyagia. Bwana Yesu asifiwe. Umeona ameanza kufanya kama wewe. Kuna namna anazunguka. Unasema huyu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna anakujibu ujanja uliokuwa wewe unaufanya ujanja. Sasa hizi umeanza kuona kwake. Bwana Yesu apewe sifa. God is good. Hivi injili inaeleweka? Kitu cha tatu, naomba ufungue Matendo 13 mstari wa 2. Matendo ya Mitume sura ya 13. Mstari wa 12, mstari wa 2 nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hatua ya tatu ni kutolewa magamba. Mtume Paulo alipoitwa na Mungu katika sura ya 9 ya kitabu cha Matendo, cha kwanza kilichotokea, Biblia inasema alitolewa magamba katika macho. Katika macho ya Paulo, kinachoongelewa hapa unaposikia mtume Paulo aliondolewa magamba, aliondolewa mtazamo.
Paulo ni mtu ambaye amejifunza Torati kwa miaka 40 chini ya mtu anaitwa Gamalieli, mtu anayeheshimika sana, a teacher of Torah, ambaye kihistoria watu wanaamini ni profesa wa miaka hiyo. He was a professor of the Torah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alikuwa ni mkufunzi wa Torati hata mtume Paulo. Na Paulo alipokuwa akilitesa kanisa, alikuwa anajua anamtumikia Mungu. Hivyo kutolewa kwake magamba kulikuwa ni kutolewa mtazamo wa kumwangalia Mungu kwa njia ya Torati, kwa njia ya sheria ambayo mwanadamu haiwezi. Na ukifuatilia utakuja kugundua Paulo ndio mtumishi aliyefundisha neema kuliko watumishi wote. Na alipokuwa akifundisha alikuwa ana demonstrate nguvu za Mungu kwa neema. Watakatifu, Mungu akikuita, akisha kutenga, akakufanya usieleweke, anapokaa na wewe sirini atakuondolea magamba. Kuna watu wameokoka lakini kuna magamba bado yapo. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Kuna gamba linaitwa pride. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaokoka, unaweza ukamshuhudia mtu na ukimaliza kushuhudia akajua umeenda nchi ngapi. Kwa mfano, nakumbuka nilivyokuwa Sweden nikaota ndoto, lakini nilipoota ile ndoto nikafananisha na ndoto niliyoota Denmark. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ndoto hizi mbili nimekuja kuziinterpret Marekani. No, nisikilize mtakatifu, swala lako hapo unataka kufundisha watu sio ndoto. You are so self-centered. Bwana Yesu asifiwe. You are self-centered, and when Christ wants to use you, he will make you Christ-centered. Unanielewa? Kuna kuwa wewe alafu kuna kufa wewe ili Kristo aishi. Kwa hiyo ili Kristo amanifesti nguvu zake ndani yako, lazima aondoe magamba, aondoe hasira, aondoe majivuno, aondoe uongo. Watu wengine wameokoka, Bwana Yesu apewe sifa, lakini unajua kabisa na unasingizia mazingira yako ya kazi. Unasema kwa ajili ya mazingira yangu ya kazi lazima udanganye hata mara 6 kwa siku. Yaani mazingira yangu ya kazi pasipo kusema uongo unaweza usipate pesa. Hapana. Hakuna mazingira ya kazi yasiyoweza kuwa control na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mazingira ya kazi yasiyoweza kuwa controlled na moyo wako. Moyo wako unaweza kucontrol hata kama wewe ni dalali. Bwana Yesu asifiwe. Niongozana siku moja na dalali akaniambia mimi kwa sababu mimi dalali mimi sikudanganya mtumishi, fungu la 10 natoa vizuri, kanisani naenda. Na ananiambia kanisani kwetu mimi ninaomba kuliko watu wote, kuliko hata mchungaji. Lakini mtumishi, huwezi kuwa dalali usiwe muongo. Kwa mimi nakwambia ukweli, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, kama unaniombea, dhambi ya mwisho ambayo mimi nikiacha naenda mbinguni mtumishi. Akaniambia mimi ni uongo, hata tulipokaa hapa mimi shahudanganya. Akaniambia muda tuko hapo, tuko kwenye bajaji. Akaniambia mimi nishakudanganya mtumishi, lakini mimi uongo wangu uwezo ukaujua ni miezi 6 mwaka baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna wewe kama dalali huko hapa, anza kusema ukweli. Bwana Yesu ape sifa. Wewe mtu uliyeokoka, Bwana Yesu ape sifa, anza kujizoeza kusema ukweli. Kuna nguvu inatembea na mtu kwa sababu ya kweli. Na kuna amani. Nikwambie mtakatifu, ukikosa amani ya moyo, achana na maombi ya kuomba amani. Kiwango cha Mungu kinachoishi ndani yako ndio kiwango cha amani kinachoishi ndani yako. Kwa sababu Mungu akija ndani yako lazima aje na amani. Kwa kuna watu wanaomba amani kuliko wanavyomuomba Mungu kuingia ndani yao. When God comes in your heart, peace comes in your heart. When God reduces in your heart, peace reduces in your heart. Kwa hiyo amani iliyo ndani yako inapungua kwa sababu ya kiwango cha Mungu ambacho kilikuwa ndani yako na kinapungua. Watu wanawaza kiwango cha Mungu kinapunguaje? Oh yes, kinapungua. Unaweza ukao ulitembea na 60% huko nyuma, lakini saizi umemzoea. Nilimsikiliza mtumishi mmoja wa kike akawa anasema ni hatari sana watu wale ambao wameokoka miaka 10 iliyopita, miaka 20 iliyopita, Bwana Yesu asifiwe, ambao leo hii wanafanya mambo kwa mazoea. Wanasema Mungu yuko hapa, mbingu zitafunguka. Hapana, Mungu hataki mazoea. Wakina Musa wametembea naye miaka 80 pasipo mazoea. 40 ile alipokuwa anachunga alikuwa na Mungu. 40 alipokuwa anapeleka watu kwenye nchi ya ahadi alikuwa na Mungu, lakini hawakumzoea. Kama uko mahali hapo umeanza kumzoea Mungu, ondoa hicho kitu ndani yako. Anza tena kufunga, mwambie Mungu ninaomba mazoea yaondoke. Mazoea yakiingia nguvu za Mungu zinaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mazoea yakiingia hofu ya Mungu inaondoka. Anza sasa hizi kuwa na wakati mrefu wa kuomba, kumwambia Mungu I need an enabling grace ili nitembee na nguvu zako niwe na amani. Biblia
anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Unahitaji kumjua sana Mungu ili uwe na amani. Usiombe sana amani, omba sana kumjua Mungu. Kwenye maombi yako hapo andika, show me your way everlasting, show me your path, show me your face, reveal yourself to me. Andika, show me your way everlasting, nionyeshe njia ambayo nitaitembea, njia hiyo ambayo inaitwa the path of the righteous. It is a lonely path, ni njia ambayo ina upweke. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, kuna watu wako hapa wakitoka out wanafurahi, kwa sababu sio kawaida yako kutoka kila mara. Mara nyingi we ni mtu wa isolation, unakaaga sana mwenyewe. Sio tu swala la kuwa introvert, no, ni swala la kuwa kutengwa na Mungu kwa ajili ya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Usimshangae rafiki yako ambaye anajua sehemu zote za outing. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie hivi hapo wapi ndo pamefunguliwa, unaambia hapo ndo panakaribia kufunga, hapo anapajua. Hivi hapo ni wapi, anakuambia hapo pana swimming pool. Hivi hapo wapi? Hapo hapo. Mwenzako ana kitu kama cha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu wewe unaziita zinafunguliwa. Sema hivi kuna hoteli hapo juu, unaambia kuna hoteli ndio inafunguliwa, unaambia hamna. Mimi kabla sijaokoka miaka 10 iliyopita ndo nilipigiwa chupa hapo. Unashangaa mwenzangu, hapa wana miaka 10, wewe upajui, wewe utokitoki, wewe umetengwa, ni kama haupo. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe kuna maisha unaishi, ukiangalia katika jumuiya na vijana wenzako, vitu wanavyoviongea na vitu ambavyo wewe unaishi, mpaka unasema Mungu bora uendelee kunificha. Mkikutana labda kwenye misiba ama kwenye harusi, unachogundua ni kwamba wewe una hali njema kuliko wao, isipokuwa wao wanapajua sana huku wewe usipopajua, kwa sababu umetengwa kwa ajili ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nipo hapa kumtia mtu moyo. Ngiangalia hivi naona sura komo limeandikwa lonely. Bwana Yesu apewe sifa. Najua kwamba kuna mtu sasa hizi yupo katika kutengwa, yupo katika kuandaliwa, yupo katika Mungu kumjaza vitu. Kuna vitu anakushindilia. Siku utakaposimama katika kusudi, utakapokuwa ukivishuhudia, watu watasema hakika Mungu ana watu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja siku moja utasimama, watu watasema hakika Mungu ana watu. Hivi rafiki yangu, mbona mnaibukaga tu? Unaambia hujui unachokiongea. Hujui nimeandaliwa miaka mingapi. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu akikuandaa miaka mingapi watu wajuage. Ukija kutokeza watu wanasema afa ameibuka tu Ambia hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hajaibuka, aliandaliwa. Lazima kuna magamba Mungu atayaondoa, alafu atakucrash. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya 4 ambayo ni hatua inayouma ni crushing. Sasa sijajua crushing kwa Kiswahili niwekeje, lakini ni kukuvunja ama kukubonyeza ama kukukamua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. God is good all the times. Baada ya hatua hiyo ya 4, kinachofuata ndio mafuta kuanza kumiminika. Hatua hiyo ya 4 inaitwa kucrush. Ni hatua ambayo vingi unavyovipenda vinaondolewa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingi unavyovipenda vinaondolewa kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mpo hapa watu ambao ninapomaliza kufundisha hivi ndio utapata kuelewa kwa nini Mungu amekwambia chukua hiyo TV yako mpe fulani. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hichi kitu fulani mpe fulani. Chukua kitu chako unachokipenda, hicho kiatu ndio unakipenda kuliko vyote. Anakwambia nenda, mwenzako huyu ana mpe. Lakini unamwambia Mungu ndani yako kwamba umeniambia nimpe, mimi nabaki na nini? Bwana Yesu asifiwe. God is testing your patience. God is testing your heart of love. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaupima moyo wako wa kupenda. Kuna vitu umevitoa ambavyo mpaka leo haujapata replacement ya vitu kama vile. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu amekuchagua, there is a time is called the time for crushing. Kama Mungu amekuchagua, kuna kipindi atakubonyeza. Watakatifu, mtu yoyote ambaye Mungu amemuita, kuna kipindi analiaga yeye mwenyewe. Akikaa ndani, kuna vitu vinamliza. Akitoka nje anacheka, akitoka nje yuko sawa, ama akitoka nje yeye ndio anafuta watu machozi, lakini ndani you are being crushed. That is the preparation of the anointing flowing. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho kipindi ambacho Mungu alikuwa anaziandaa nguvu zako. If you can stand pressure, you can stand leisure. Bwana Yesu asifiwe. If you can stand pressure, kama imani yako haijajaribiwa, your faith cannot be trusted. I repeat, if your faith has not been tested, your faith cannot be trusted. Kuna watu hawajai kujaribiwa, wanasema mimi maisha yangu toka nimezaliwa ni hivi, mambo yamenyoka.
Imani yako hatuwezi kukaamini. Ni mpaka siku ujaribiwe kutokuamini. Ni mpaka siku upate wakati useme kwamba ninatamani nisiende tena, nisisali tena, nisitoe tena sadaka. Alafu unajikuta baada ya hapo unasema ngoja kwanza niende kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika kanisani hauna cha kuomba, una majuto, unasema ndio maana watu wengine wanafanya ujinga. Uangalia huko. Hivi. Una hasira lakini bado unaimba nyimbo za kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Wako wengi jamani, mpo hapa kwenye ibada mlishamziria Mungu hata wiki iliyopita kwa maneno, ukamwambia Mungu kama ndio sita mwite mwingine, lakini bado matendo yako yakawa tofauti. Mungu alichokiangalia ni yale matendo sasa. Ndani yako bado ulimweka yeye, ndani yako bado ulimuomba yeye, ndani yako bado ukasema lakini wewe ni Mungu wangu tu. Hivyo hivyo akasema katika wanadamu wewe ni mmoja ya watoto wangu wachache. Kwa sababu nimekuudhi, Bwana Yesu asifiwe. Nimekuudhi, nimekuacha peke yako, lakini bado umenitumainia. Isaya 60:15. Kitabu cha Isaya, the crushing, the most painful part. The crushing moment. Isaya 60. Mstari wa 15. Ili andiko likawe la kwako kwa jina la Yesu. Nasema likawe la kwako kwa jina la Yesu. Ningekuwa wewe ningeitika amina kubwa. Likawe la kwako kwa jina la Yesu. Anasema kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa, hata ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako, nitakufanya kuwa fahari ya milele, furaha ya vizazi vingi. Kwa kuwa alishakupitisha katika upweke ukamtumainia, atakufanya kuwa furaha ya watu wengi kwa jina la Yesu. Mtu ambaye ameshapitia sana upweke atakuwa sababu ya wengi kutoka kwenye upweke, ndio maana yake kwa jina la Yesu. Mji uliokataliwa utakuwa mji wenye kibali kwa jina la Yesu. Ninatamka baada ya kukukamua mafuta yatatoka, baada ya kukucrush ndipo utakapoona mafuta yakimiminika. Utaanza kuziona baraka za Mungu kwenye maisha yako ukistand pressure. If you cannot stand the pressure, why God is teaching us this today? Maybe this place that we are was a pressure. If we can stand pressure, we can stand leisure. Mungu akatubariki kwa jina la Yesu. Mungu akatuinue kwa jina la Yesu. I speak in Jesus name. Exodus in Jesus name. Exodus in Jesus name. Unatoka kwa jina la Yesu. Biashara yako inatoka, uchumi wako unatoka, ndoa yako inatoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndoa ambazo za watu waliokoka, pressure walizopitia jinsi zilivyo kubwa, zingekuwa yamkini zimevunjika, lakini zimesimama. Kama katika kipindi hicho mliendelea kumshika Mungu, katika furaha mtamshika Mungu, ndicho alichomaanisha kuwapitisha katika mitikisiko. That was to test you so that he can trust you. I speak favor in Jesus name. I speak favor in Jesus name. Ndoa zenu zikapokee kibali, ndoa zenu zikapokee furaha, ndoa zenu zikapokee utukufu wa Mungu. 10 years in 1 year in Jesus name. 10 years in 1 year in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Usipojaribiwa usipige kelele mbele za watu eti kwamba mimi ninaamini. Mwenye kuamini anajaribiwa mpaka analia, lakini anasema bado naendelea kumpenda. Mwenye kuamini alikaa miaka 25 bila mtoto Ibrahimu, akazaa nabii wa mataifa yote. Mwenye kuamini alikaa bila mtoto, akanangwa sana na Penina, lakini alipopata mtoto Samuel, mtoto wake akaandika vitabu viwili vya Biblia. Tunamsoma milele kwa jina la Yesu. If your miracle delays, your miracle is a mother of other miracles. Muujiza wako, nasikia upako wa ajabu, nasikia wingu linatibuka. Roho Mtakatifu ananiambia muujiza wako umebeba miujiza ya wengine ndani kwa jina la Yesu. Muujiza wako umebeba miujiza ya wengine kwa jina la Yesu. Ndoa yako ni taasisi, ndoa yako itaajiri watu, ndoa yako itawalisha watu, ndoa yako itawasaidia watu kusogea kwenda mbele na Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndoa yako ni huduma, usishangae ukipingwa, ni kwa sababu Mungu ameweka kitu ndani ya hiyo ndoa. Your spirit is being tested because it is a powerful spirit. Ramashaka. Daudi alikuwa anakaa na watu 400 waliokataliwa, lakini hakuna sehemu ambayo Biblia inatuambia alikuwa anawafundisha vita. Daudi alikuwa anaimba tu akikaa nao, na roho ya ushujaa iliyokuwa ndani ya Daudi ilikuwa inatoka kupitia nyimbo inaoingia. Siku vilivyotokea vita, Daudi akashangaa mbona watu wanapigana kwa umahiri sana.
Hao watu watatu walipenya kwenye jeshi la adui wakaenda kumchotea maji. Walipenya katikati ya watu 3000, maana yake kila mtu mmoja alikuwa tayari kukabili watu 1000. Lakini sababu ya wale watu kuwa na nguvu kiasi vile ni sauti. Voices are powerful. Nasema kwa jina la Yesu, sauti zina nguvu sana. Sauti ya Mungu inayokusemesha ina nguvu sana kuliko maisha yako kama unaiamini. Sauti ya Mungu ikikusemesha inakuja na purity. Ili fundisho limekuja na roho nyuma yake. Na hiyo roho ndio roho itakayokutoa ikwambie thubutu, peleka matofali site, nenda kaanze kujenga. Usimwambie mtu. Mungu atakufundisha usiri. Labda haukuaga na usiri, lakini Mungu atakufundisha usiri. Atakwambia usilitangaze hili jambo mpaka litakapo machua. Na kwa sababu umesikia hichi kitu leo kwamba mtengwa haeleweki, kwa hiyo hautapambana kujielewesha kwa watu. God is good all the times. Unafikiri ilikuwa rahisi kwa TB Joshua kuinuka kizazi hichi kisicho na nabii na kusema kwamba yeye ni nabii? Watumishi wengi waliulizwa huyu ni mtu wa namna gani, wakasema ni Antichrist. Antichrist ameinuka. Wengine wakasema yeye ni mtu wa dini nyingine, ana dini nyingine. Ndio maana anapenda sana kuvaa kanzu, na mimi napenda kuvaa kanzu. Watu waliongea kila aina ya neno, lakini alikubali njia mpya. Njia mpya na njia ya utakatifu na njia ya mafanikio ni njia ya upweke. Na kuambia kwa jina la Yesu, nasikia huko nyuma nasema njia ya mafanikio ni njia ya upweke. Njia ya mafanikio ni njia ya upweke. Watu wengi ambao unawaona leo kila weekend wana celebrate, kila weekend wanatoka, kila weekend wako huku na huko. Bwana Yesu apewe sifa. They have nothing to celebrate. They are celebrating pain. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe hautoki mara kwa mara. Labda uko hivyo, naongea na wewe ambaye mara nyingi unatamanigi na wewe, lakini unasema mbona sipati nafasi kama hii? Your future will be celebrated. Bwana Yesu asifiwe. Our future matters the most. Hichi ni kipindi unapitishwa katika njia ya mafanikio. Wewe ukiwa una celebrate kila weekend, una save lini? Una save saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuomba. Na ukiziona hizi hatua kwenye maisha yako, ukiona inafika kipindi vitu unavyovipenda vinaondolewa. Ulikuwa unapenda sana simu, ghafla Mungu anakuambia sikiliza, angalia simu masaa 2 kwa siku. Unaona kuna watu unawapenda sana kwenye maisha yako, Mungu anawaondoa. Unaona kuna watu walikuwa wanakusikiliza sana, saizi ghafla wakuelewi. Unaona kuna wengine hata walikuwa unawaamini, ghafla uaminifu unavunjika. Nataka nikwambie usijali, ni kipindi cha crushing. Bwana Yesu asifiwe. If we want a great anointing, we must go through the crushing. If the olives are crushed, the anointing starts to flow. Na inatamka kwa jina la Yesu, kama upo katika kipindi chochote katika hivyo vinne, nguvu za Mungu zije juu yako, ukakimalize kipindi chako salama. Nataka nikwambie hata ungekutana na minister mwenye upako kiasi gani, kuna vitu hata